sababu nilipata kidonda. Kile kidonda hakikuweza kupona. Nitibu Kilwa kule, lakini wakasema ni Muhimbili. Hali sio mzuri. Kufika Muhimbili wakaniambia kidonda kimeathiri mifupa yako na kinapanda. Kwa hiyo solution ya jambo hili ni kukata mguu. Kama kukata mguu, basi hawa wadudu watazidi kupanda juu, pengine mguu wako otra utapotea. Uhusiano ukoje kati ya ugonjwa wa kisukari na kwa mtu ambaye tayari na ugonjwa wa kisukari na ana kidonda kufikia hatua ya kukatwa mguu? Uhusiano uko vipi? Kama ambavyo tunafahamu kwamba ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa sugu na ni ugonjwa hatari, na ni hatari kwa sababu ugonjwa wa kisukari unaathiri mifumo mingi sana, na kuna complications, madhara ambayo yanaweza kujitokeza ghafla kwa mgonjwa mwenye kisukari, na kuna yale ambayo yanaweza kutokea kwa muda mrefu ambayo ni hatari zaidi. Miongoni mwa tatizo ambayo anaweza kuja kupata kwa mgonjwa mwenye kisukari ni neuropathy, anapoteza uwezo wa kusense, kuhisi mguso. Kwa hiyo hali hiyo inaweza kutokea kwa mfano kwenye peripheral, sehemu kama vile miguuni, akashindwa kusense kitu kikimgusa. Kwa anaweza kakanyaga kitu asijue kwamba kuna kitu amekikanyaga chenye ncha, baadaye ndo akaja kuona kwamba ana kidonda kwenye mguu. Yani kwamba kwa maana ya muda kidogo unaweza kuwa umepita ndo akaja kuona kwamba ana kidonda kwenye mguu. Kwa hiyo neuropathy ni miongoni mwa complication ambayo inaweza kujitokeza kwa mgonjwa mwenye kisukari. Sasa kisukari, kidonda kile kinaweza kuchukua muda mrefu sana kupona, na wakati mwingine kinaweza kisipone, kwa sababu kisukari kina tabia kushusha kinga ya mwili, kina suppress the immunity, the body immunity, kinga inashuka. Lakini pia kisukari kinafanya uwezo wa circulation, mzunguko wa damu kwenda kwenye kidonda kunakuwa mdogo sana, kwa sababu ya vasoconstriction, blood vessels zinakuwa zinasinyaa kwa lugha nyingine. Kwa hiyo kusinyaa kwa blood vessels kunafanya sehemu ile ya kidonda isipokee damu ya kutosha, na kama ambavyo tunafahamu blood inabeba vitu vingi, inabeba proteins, inabeba nutrients mbalimbali, inabeba oxygen, hewa pia inahitajika kwenye kidonda ikiweze kupona. Kwa hiyo oxygen inakuwa iko chini, na kama tunakumbuka pathology ni kwamba sehemu ambayo damu haifiki, maana yake hata oxygen pia haifiki. Ischemia causes hypoxia. Hali hiyo inafanya kidonda sehemu ile ya kidonda tissues ziendelee kufa, zinakufa kwa sababu ya kukosa hivyo vitu muhimu. Lakini pia kwa mtu ambaye ana kisukari, kidonda kile kinaweza kuattract infection. Wanapoingia bakteria, inakuwa rahisi bakteria kuendelea kusurvive kwa sababu ya uwepo wa mazingira ya sukari, yanawafavor wao kuendelea kuishi kwa sababu wana feed on glucose. Kwa hiyo infection inakuwa kali zaidi, tissues zinaendelea kufa kwenye kidonda kwa sababu ya kukosa nutrients, zinakosa proteins. Kwa hiyo tissue inazidi kufa zaidi. Hali hiyo inaweza ikapelekea mgonjwa huyu mwenye kisukari kufikia hatua ya kuweza kufanywa procedure hiyo ya amputation. Kuna criteria ambazo madaktari huwa wanaziangalia, lakini sababu kubwa inakuwa ni muunganiko. Infection inakuwa kali zaidi kwenye kidonda kwa sababu ya mazingira ya kidonda yana favor bacteria, lakini pia tissues zinakufa kwa sababu ya kukosa blood ya kutosha, damu inakuwa inashindwa kwenda ya kutosha kwenye kidonda kwa mtu ambaye ana diabetes mellitus.